Shalom mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo, natumai mzima wa afya njema. Basi ni wajibu wangu na wewe kurudisha heshima mbele za Mungu aliye hai, kwa sababu ndiye ametupatia kibali cha kuendelea tena kuonana, na kama jinsi tunavyosema tusalimiane. Basi nami niko mbele ya skrini yako ili tusalimiane kupitia maandiko yake kutoka kile kitabu cha waraka wa kwanza Petro 2 mstari wa 17, na hapo neno lake linasema, waheshimuni watu wote, wapendeni ndugu, mcheni Mungu, mpeni heshima Farme. Basi mpenzi mtazamaji, kwa nini nimesoma maandiko? Nataka niseme jambo moja, kwamba siku zote huwa tunaheshimu kitu tunachokiona na tunajua thamani yake, na ndio maana huwa tunakipa heshima. Sasa leo hii huwezi ukaniambia kwamba ninamheshimu Mungu alafu usiheshimu kitu unachokiona. Kwa nini? Leo hii tunakuwa na ile hali ya kutokuheshimu viongozi wetu wanaotuongoza. Tunaona kama hawafai, wakati sisi tuliwachagua, na tunapochagua ni Mungu amewakubali. Lakini sasa tumeshiwa kuwa na ile roho ya kuhukumu, kiasi kwamba huyu kiongozi hafai, huyu anafaa, huyu hafai. Yaani sisi ndio tumekuwa, yaani kiasi kwamba tunashindana na Mungu, kwa sababu haiwezekani mtu mchagua alafu na itokee tena kusema hafai. Mimi niseme hili jambo kwamba, mpenzi mtazamaji, ni dhambi kwa Mungu pale unaposhindwa kumtii yule aliyeko juu yako. Ni dhambi kwa Mungu, ni makosa makubwa sana. Tusiwe na hiyo roho ya kishetani ya kutokuheshimu viongozi wetu ambao Mungu ametupatia ili watuongoze katika mstari ulionyooka. Mpenzi mtazamaji, ni jambo la kusikitisha sana pale unaposikia ile hali ya kutopendeza, kiasi kwamba viongozi wetu tunashindwa kuheshimu, tunashindwa kuwapa heshima yao ya kuwa ni viongozi wetu ambao Mungu ametupatia watuongoze mahali hapa. Hebu tusiwe na ile roho ya kutii, bali tuwe na ile hali ya kuheshimu viongozi wetu wanaotuongoza kwa yote. Naamini kwamba mpenzi mtazamaji utakuwa umenielewa. Sina mengi sana ya kusema mbele zako, lakini hebu kuwa na ile hali ya kuheshimu kiongozi yoyote yule ambao unatambua kwamba huyu ni kiongozi wangu. Hebu kuwa na ile roho ya kuheshimu, alafu uone Mungu atatenda nini kwa. Basi mimi sina mengi kusema, nimesema kwa yote. Mungu akubariki popote pale ulipo. Kutana kipindi kijacho.